Okay, kwa majina naitwa Beatrice Sandai. Matarajio ya kesho kuhusu budget, ninaomba serikali iingilie kati ya hiyo budget kwa sababu uchumi iko juu kabisa, hata tuwezi kujimudu kimaisha saa hizi. Hata watoto kwenda tu shule tumeshindwa kwa sababu budget iko juu. Tunatarajia kesho wapunguze vitu zirudi chini. Kwa majina ni Melody Simiyu kutoka kwenye shule ya Nabongo, na mimi naona kwamba president wetu inafaa apunguze kwenye bajeti yake ya kesho inabidi apunguze uchumi kidogo, maana sisi kama watoto tunaumia, wazazi wetu hawezi kuafford chakula. Most of us here we sleep hungry that cost us not to be focused in school. So mimi naomba tuka president wetu aweze kupunguza uchumi kidogo ili sisi watoto hata wadogo tuweze kubenefit. Thank you. Majina yangu ni Sami Simiyu, nikiwa hapa Kakamega County, barabara ya Mumias Road. So sisi ombi letu ni kwamba wakati wanatangaza waziri wa fedha kuhusu bajeti ya nchi yetu ya Kenya, apunguze vitu wa kadha ikiwemo unga, mafuta. Ndio maana tunaumia wakati huu pande wa mafuta. Chakula saizi hakuna. Alikuwa amesema akiingia siku za 100 za kwanza, alikuwa amesema atashughulikia maneno ya chakula, atapunguza bei ya chakula, bei ya mafuta. Tueleze majina yako na una maono gani kuhusu bajeti ya kesho ambayo itakayosoma, na una matarajio gani waziri wa fedha, bidhaa ambazo waziri wa fedha atakazopunguza, na pia tuelezee maono yako kuhusu housing project. Mimi majina naitwa Nabii Geoffrey Mushira Indeje, nikiwa Mkenya kamili. Naomba rais wetu kuhusu bajeti ya kesho kwa waziri wa fedha, budget kitu ya kwanza tunataka apunguze ni unga wa ngano, sukari, maziwa na petroli. Hiyo vitu ikishuka Mkenya tunaona tunaweza kuwa at least. Na ikiwa upande wa nyumba, hiyo nimeunga mkono kwa sababu amesema nyumba ikikatwa kazi inakuja kwa watu kama hustler. Sasa wakati mmesikia wananchi wamesikia watu wenye wanafanya kwa serikali wamesikia wanaenda kukatwa, wanaenda kupinga. Nataka nione yule mwananchi ambaye alipinga unga kuongezeka, hata mimi nitaunga mkono kwamba mambo ya nyumba tutasikate watu. Tunataka watu wakati wa pesa, hiyo mchengo ndio mtu mwenye hajasoma atapata kazi. Hiyo mchengo ndio mtu mwenye mama mboga atapata kazi. Hiyo mchengo hii bodaboda naona Kakamega imejaa namna hii. Tunaweza pata pale kazi ikiwa foreman watakuwa wazuri watu wa Kenya, na ikiwa ukapira itakuwa ndani. Na ikiwa hivyo mtu mwenye anafanya kazi anaanza kulilia mshahara yake, na mimi mwenye sijai andikwa ninakatwa nini? Mimi kila siku nikiingia kwa duka nikipata kitu inaongeza ninakata ushuru, na ushuru ninakata inashinda hata mtu mwenye ameandikwa kwa serikali. Ole wako wewe mwenye umeandikwa unalalamika, na yule mwenye hajaandikwa kama mimi nitalalamika nikienda wapi? Tafadhali rais, kwa upande wa unga wa ukali usije ukatanganya Wakenya umeshukisha. Tumejua ulishukisha mbolea, tumekubali. Kweli mahindi kwa historia ya Kenya, wewe ndio rais umai kuleta mbolea ya ukweli, na nimeona Kenya, nimezunguka Western Province, mahindi haijawahi kufanya mwaka vile imefanya. Hapo ni ongera, nimekupa kitole. Na upande wa nyumba, fanya haraka hiyo pili ipite. Ule mbunge akili maisha ya chini, tangu nichukua hata mbunge wangu wa Kakamega sijawahi muona ajui vile mimi naishi. Sasa kwa hivyo rais, fanya kazi vile wewe unajua. Na upande wa mahindi sisi tumejua mahindi yetu Western imekoma. Upande wa sukari upunguze, upande wa unga ngano ushukishe. Sasa hata ukishama umeshukisha unga ni kama umetutori. Hiyo unga wewe endelea tukaa nayo kwa sababu mahindi yetu tayari imekoma, tutashukisha nyuko kwa shamba. Yangu ni hiyo. Na bili ya kesho wenye wanapinga mpambane mpitishe bili ya nyumba. Watu wa serikali wamekaa na mshahara mwaka yote hasa na tunapata tabu. Na kuomba hata wewe kama mtu wa serikali unaangalia tunasema mimi naongea mbaya. Mimi sijaona pay slip. Kwa hivyo serikali ifanye kazi, Ruto nakuunga mkono. Fanya kazi. Yangu ni hayo tu. Mama,
tueleze majina yako na una matarajio gani kuhusu finance bill ya kesho, budget ya kesho na finance bill, na matarajio yako pia maono yako kuhusu housing project. Nina Mwai nauza hapa Kamsumari. Sasa kitu yenye nitakana president wetu atusaidie ni ushuru. Mafuta imeenda juu, mafuta kipanda, kila kitu inapanda. Sisi mama mboga alisema anatusaidia, hata atusaidii. Sasa atufikirie bila alituambia. Basi finance naye atufikirie. Ndio baba, tunaomba kama wamama. Tunaumia. Asante. Na hii housing project una maono gani kuhusu? Hiyo inaitwanga ya hospitali. Manyumba kujengwa. Hiyo tutaache kwa vile sisi wengine tujui inajengewa wapi. Kama ni nyumba tulijenga kitambo. Sasa hizo tutajua vizuri vile anajenga ndio tujue. Kwa vile tujui zinajenga Nairobi ama wapi na zinajengwaje, ni kwa shamba ya nani? Title deed ni ya nani? Asante. Okay, my name is Warsame Said. I'm a businessman in Kakamega town. I deal with small business here in town and construction as a profession. Cost of living is too high to the common mwananchi. The cost of life and everything that entails the budget living iko juu sana, na mwananchi wa saizi tuna struggle, tuna hustle. Hata si wenyewe tunashindwa hata kujikidhi maishani because maisha imekuwa ngumu. Increase of tax yenye imekuwa saizi iko juu sana. Sisi wenyewe hatuwezi afford because if you kisema 16% na hauna kazi, uta raise aje 16% from your small business. You talk about 3% yenye nafaa tulipe ya housing bill. Hii 3% tukilipa, when will be the houses ready for us to occupy? And it's unlogical kusema 3% for every person kulipa. Tukicalculate for the entire life, you are supposed to pay from your earning. Ulipe kama 300 bob, utalipa 300 ndio ufikishe 500,000 ama 3 mwaka gani? Ama so it is haiwezi work. Na hata na hii government ya Ruto, hata akisema leo anze kurokota hii 3%, atafikisha lini ndio sisi tupate hii nyumba? Atafikisha lini ndio huyu mama mboga mwenye alisema atakuja amuinue atoke kwa mama mboga aingie kwa duka, ataingia lini? Umepata? So maisha inaenda ikikuwa ngumu day in day out. Hawa mama mboga wenye walivotia Ruto ndio bado wanalia, tuna struggle. Kwa majina naitwa Phyllis Asigo Vidija, nikiwa natoka Kakamega. Mimi kwa maoni ya rais si mbaya, lakini kile kitu hatutaki ni mambo ya kutuambia mambo na nyumba. Sisi hatuishi kwa miti, sisi tuko na manyumba. Hiyo nyumba haitatufaidi sisi wananchi wa chini. Sisi tulikupigia kura, uende uko juu, uende upiganie wananchi wa chini. Wewe unaenda juu, unaenda kusisitiza unataka ushuru. Na sisi tuko na manyumba mahali tunaishi, hatujaishi kwa msituni. Tuko na mashamba, tunaweza jenga nyumba zetu. Lakini mambo ya kutuambia tunataka kutukate ushuru, utujengee manyumba, hiyo nyumba itafaidi nani? Hiyo nyumba inafaidi wewe na jamii yako. Sisi hatuna haja na hizo manyumba. Punguza vyakula, tetea mwananchi wa chini. Mwananchi wa chini anaumia, haswa sana hawa hasala. Unaenda sokoni, unatoka bure, hauna hata gorogoro. Huku unaitisha ushuru. Unaitisha ushuru itoke wapi? Ile hali hata ukiangalia hata mama mboga anakuja na mboga sokoni kuuza na hapati chochote, hauzi, anarudi nazo nyumbani kwa Shimwero. Atakupatia hizo mboga ujenge nyumba? Mama wa kuchoma mahindi unataka ushuru kutoka kwao. Hiyo mahindi wanauza sokoni kwa barabara, hakuna mtu ananunua kwa sababu iko juu. Na wewe unataka ushuru. Unataka ushuru, pesa itoke wapi? Tukate kwa miti tukupatie?
Asante.